ambavyo unatutunza siku kwa siku, masaa kwa masaa, dakika kwa dakika. Tuko hapa Kristo Yesu, katika damu ya Yesu Kristo tunakukaribisha katikati yetu. Sema na sisi, kwa sababu tuko tayari kusikia Mwokozi, na ndio maana tuko hapa. Roho zetu na nafsi zetu zinakuhitaji kuliko tunavyozungumza, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya mwana kondoo. Na hawa ambao mnatufuatilia kwa namna ya mitandao, ninawakaribisha sasa katika huu muda wa mchana, ili tuwe na Kristo Yesu mchana huu, katika damu ya Yesu Kristo. Unapoungana pamoja nasi, ili tuweze kwenda mbele za Bwana kwa dakika hizi chache ambazo Mungu ametupa, kuanzia hii saa 7 mpaka saa 8, tunaenda mbele za Mungu kwa namna ambavyo anatupa nafasi ya kusogea mbele za kwake, katika damu ya Yesu Kristo. Ninawakaribisha nini nyote sasa kwa uwepo na nguvu za Mungu ambazo zinaendelea kutufunika mahali hapa. Sisi sote tuendelee kufurahia uwepo wake na nguvu za kwake zikiwa sehemu ya maisha yetu, katika damu ya Yesu Kristo. Heshima na utukufu ni za kwako, kwa sababu wastahili. Wewe Mungu Baba, wewe Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, usikie kuomba kwetu sasa na hata milele. Amen. Amen. Tukiwa tumesimama, tusome pamoja kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ile ya 4 mstari wa 24, ikiwa ndio somo letu la msingi ambalo tunatembea nalo, linalosema tafadhali usinipunguzie mwendo. Tafadhali usinipunguzie mwendo. Kitabu cha Wafalme wa Pili mstari wa 4, sura ya 4 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe twende mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Amen. Tafadhali naomba tukae. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Nataka nikupitisha hapa kwa dakika chache, alafu tupate muda wa kuomba. Pitishe kwa dakika chache sana, alafu tupate muda wa kuomba. Tunapozungumza swala la mwendo, tunazungumza swala la kasi. Tunapozungumza swala la kasi, tunazungumza swala la spidi. Na hivi vyote ni kitu kimoja, ni lugha tu. Lakini tunachokusudia hapa ni namna ambavyo moyoni mwako unatamani kuwa katika maendeleo yako ya siku kwa siku. Unatamani kuendaje? Unatamani kutembea au unatamani kukimbia? Ndicho tunachozungumza hapa. Tunapozungumza swala la mwendo, tunazungumza swala la spidi, tunazungumza swala la kasi. Kwamba kwenye maisha yako unataka vitu viende kwa namna gani? Pole pole, spidi, kwa mwendo upi unataka uende? Sasa kwa neno hili la msingi ambalo tumelisoma, huyu mama ana msiba. Nimesema nitakufafanulia vizuri. Huyu mama ana msiba, ameacha msiba wa mtoto wake nyumbani. Ndipo anapomuita msaidizi wake na kumwambia, uniendeshe twende. Anaenda wapi? Anaenda kumtafuta mtumishi wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wakati mtoto anatokea kwa huyu mama, kwa hii familia, aliyesema kwamba mtoto atatokea alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo alipofariki huyu mama, alitaka akutane naye tena huyu mtumishi wa Mungu, ampe habari kwamba mtoto amefariki. Je, ahadi ya Mungu ilikuwa ni kunipa kwa muda mchache na aondoke tena, au ahadi ya Mungu ni nini kwenye maisha yangu? Kwa hiyo sasa anapomwambia anayemwendesha kwamba ni sawa, wewe ndio unayeendesha, ni sawa kabisa, lakini usiendeshe kwa mwendo unaoutaka, kwa sababu wewe ndio dereva. Utaendesha kwa mwendo unaoutaka mimi, kwa sababu mimi ndio unajua nilichobeba. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Kwa hiyo spidi haiongozwi na anayekuendesha kwenye hasa kwenye mahitaji ya kwako. Spidi inaendeshwa na wewe, kwa sababu wewe ndio unayejua ni nini unafanya. Sasa ni muhimu sana, na ndio maana tunasema hii ni kauli ya kishujaa. Hii ni kauli ya kiimani. Hii ni kauli ya ushindi, ya tafadhali usinipunguzie mwendo. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 21, Matendo ya Mitume sura ya 21 mstari wa 13. Matendo ya Mitume 21, Matendo ya Mitume sura ya 21 mstari wa 13. Tuone Paulo anachosema hapa. Matendo ya Mitume 21 mstari ule wa 13. Paulo anasema hivi: ndipo Paulo alipojibu
mnafanya nini kulia na kunivunja moyo? Kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana Yesu. Matendo ya Mitume 21:13. Sasa Paulo anasema nini? Paulo amekutana na watu wanamkatisha tamaa. Anapotaka kusogea mbele, wao wanamvuta kurudi nyuma. Sasa ndipo anapowajibu hadharani, anawajibu hadharani. Sema, mnafanya nini? Mnafanya nini kunikatisha tamaa? Mnafanya nini kunivunja moyo? Sasa anawaambia, anasema sikilizeni, siwezi kukata tamaa, siwezi kurudi nyuma kwa sababu tu ya kufungwa. Niko tayari kufungwa, na sio kufungwa tu, lakini niko tayari kufa kwa ajili ya jina la Bwana. Mungu asifiwe. Anaweka msimamo hadharani kabisa, anawaambia wenzake. Na ukiona utaona huo mstari anasema, ndipo Paulo anawajibu wakina nani? Wanaomkatisha moyo. Kwa nini? Utaona anasema, sasa ndipo anapowajibu anasema, mnafanya nini kulia na kunivunja moyo? Kulia na kunivunja moyo, mnafanya nini? Lakini anaenda mbele anasema, kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana. Anaweka msimamo, maana yake ni kama Paulo anasema, hamtanirudisha nyuma. Ni kama Paulo anasema, tafadhali mtu asinipunguzie mwendo, kwamba sintarudi nyuma. Haijalishi mnanivuta, lakini sirudi nyuma, nitakwenda mbele. Kwa nini? Kristo yuko pamoja nami. Ndio maana anasema hata niko tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Haya ni maneno ya ushujaa yanayosemwa na mashujaa katika imani, pasipo kuyumbishwa na maneno au matendo ya watu wengine. Na ndio maana mara nyingi nasema, daima huwezi kuzuia kusemwa. Huwezi kuzuia kusemwa, lakini unaweza kuzuia madhara ya kusemwa yasikuharibu. Mungu asifiwe. Huwezi kuzuia kusemwa. Kusemwa utasemwa tu, lakini unaweza kuzuia madhara ya kusemwa yasikuharibu. Na unayazuiaje? Kwa maneno ya ushujaa ya kusema, tafadhali mtu yoyote, mazingira, hali yoyote isinipunguzie mwendo. Unatakiwa kuonyesha msimamo wa wazi ambao wanaokuzunguka watajua, marafiki zako watajua, kanisa lako litajua kwamba kwenye ajenda hii, hizi ajenda ambazo ziko tofauti na msimamo wa fulani, tusimshirikishe kwa sababu hata kuwa upande wetu. Mungu asifiwe. Lazima uwe na msimamo ambao marafiki zako watajua, watu wote wanaokuzunguka watajua, kanisa lako litajua kwamba kwenye ajenda hii tusimshirikishe kwa sababu hata kuwa upande wetu. Na ndio maana unaona Paulo anaweka wazi kabisa, anasema haijalishi mnasema nini, maneno yenu mnaweza kusema, lakini nitazuia madhara ya kusema kwenu yasiniharibu, lakini niko tayari hata kufa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Angalia kitabu cha Nehemia. Kitabu cha Nehemia sura ile ya 6. Kitabu cha Nehemia sura ya 6. Nehemia sura ya 6. Nehemia sura ya 6. Nehemia sura ya 6 mstari wa 3. Nehemia 6:3. Nehemia 6 mstari ule wa 3. Anasema hivi. Mstari wa 3 anasema hivi. Na mimi nikatuma wajumbe kwao, nikasema, hii ni kazi kubwa ninayoifanya mimi, hata nisiweze kushuka. Mbona kazi ikome hapo ninapoiacha niwashukie? Sasa hapa ni Nehemia alikuwa anajenga mji wa Yerusalemu kwa mara ya 3. Sasa huko juu kuna vitu vingi kidogo, lakini ninachotaka ukione hapa, Nehemia akiwa kwenye kazi, yuko kazini kabisa. Wakina Sambarati, wakina Mwarabu, wakina Goshamu wanatuma vijana wake, wanamwambia, mwambie ashuke, tuna mazungumzo naye. Lakini mwambie ashuke, tuna mazungumzo naye. Nehemia akichungulia ndani ya wakina Sambarati, anagundua kwamba kilichoko kule sio mazungumzo ya kujenga, ni mazungumzo ya kubomoa. Na ndio maana inasemaje? Nehemia anasema mwenyewe, na mimi nikatuma wajumbe kwao wawaambie, kwa nini nishuke? Kazi ninayoifanya ni kubwa, ina thamani kuliko hayo mazungumzo ninayoyataka. Kwa nini nishuke? Kwa hiyo sintashuka kwa sababu kazi ninayoifanya ni kubwa, inayomtukuza Mungu. Maana yake anataka kusemaje? Maana yake anataka kusema hayo mazungumzo yenu yasinipunguzie mwendo wa kuendelea kufanya kazi ya Mungu. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe.
Mungu asifiwe. Lazima uwe na kauli za kishujaa, na moja ya kauli ya kishujaa ndiyo hii, kwamba tafadhali usinipunguzie mwendo. Uko kwenye biashara, lazima uwe na kauli ya kishujaa. Uko ofisini, lazima uwe na kauli ya kishujaa. Haijalishi ni nani anasema, lakini lazima kuwepo na kauli za kishujaa, kauli za kiimani, ambazo katika hizo unaweza kusogea mbele. Lakini ukikaa katika hali ya unyonge, uwe na hakika watatumia nafasi yako ya unyonge kukudidimiza. Watatumia hiyo nafasi ya unyonge kukudidimiza kabisa. Na ndio maana Nehemia anasema, haijalishi ni nani anayeniita, hiyo sijali. Ninachojali ni kile ninachofanya. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Kwa hiyo anasema, kwa kweli sintashuka. Si mara moja Nehemia anakutana na wakina Sanbalati, si mara moja. Ukisoma kitabu cha Nehemia utaona sio mara moja anakutana nao, na anakutana nao kwenye mazingira ya kumkatisha tamaa kabisa. Na wakati mwingine wanamwambia kwamba unataka kujenga huu ukuta, wewe ni nani? Wanamueleza, wanasema baba yako alijenga umebomoka, babu yako amejenga umebomoka, mjomba amejenga umebomoka, wewe ni nani ujenge tena? Ndio maana wakati mwingine nasema historia wakati fulani zinaturudisha nyuma, kwa sababu zikisemwa zinaondoa imani yetu ya kusogea mbele. Kwa namna hiyo tunakaa pale pale. Ashukuriwe Mungu ya kwamba tunaweza kusema kwa ujasiri kwamba tafadhali mtu asinipunguzie mwendo. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Watu wengi watakuja, na inawezekana wengine wameshakuja, wakikutaka umwache Yesu uliye naye, au uache kile unachofanya. Wanaweza kuja, na inawezekana na wengine wameshakuja, wakikutaka umwache Yesu au kile unachowaza au kile unachofanya, wakati wanakuambia na wewe ni muhimu kuwajibu, tafadhali usinipunguzie mwendo. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mtu mmoja ambaye alikuwa rais wa Afrika Kusini, Nelson Mandela, alikuwa mtu mwenye mwendo wa haki na matumaini. Pamoja na mateso, pamoja na kufungwa, bado hakuruhusu mtu yoyote kumuondoa kwenye haki. Hakuruhusu. Na kwa sentensi hiyo mara nyingi alitaka kukiri, kama tunavyosema, kwamba tafadhali mtu asinipunguzie mwendo. Mara nyingi alisema maneno haya, baada ya kupanda kilima kikubwa unagundua kuwa kuna vilima vingine vidogo vidogo unahitaji kuvipanda. Kwa hiyo anakiri kwa kusema, usinitishe wala usinirudishe nyuma, nitaendelea kupanda, kwani daima maisha ya mtu yanaongozwa na imani yake. Amen. Asa daima maisha ya mtu yanaongozwa na imani yake. Lazima ufahamu kwamba imani ni kibebeo cha kupokea majibu kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo lazima imani yako iimarike. Kila mtu ana sababu ya kuishi, na sababu hazifanani kabisa. Kwa hiyo ni muhimu kujua sababu yako ya kuishi, ili kwenye hiyo sababu utafute kusudi la Mungu. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Kila mtu ana sababu ya kuishi, lakini sababu za kuishi zinatofautiana. Tamani kujua sababu ya kuishi kwako, ili kwenye hiyo sababu utafute kusudi la Mungu. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Nataka tuende mbele za Bwana. Tuende mbele za Bwana kuomba. Usinyamaze. Usinyamaze. Tuende mbele za Bwana. Msemesha siku ya leo, masaa yaliyobaki, lakini kumbuka kwenda kwa toba. Kumbuka kwenda kwa toba. Usisahau. Toba ni mlango unaofungua. Lakini unapokwenda kwa toba, usiende tu na maneno yako. Kuwa na neno la Mungu. Na mara zote sitaacha kusema hili. Kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 12. Pamoja na maneno yaliyoko pale mwanzo, lakini anasema, nalitazama neno langu ili nipate kulitimiliza. Kwa hiyo hakutazami wewe unayeomba, ila anatazama neno ulilobeba kwake ili apate kulitimiza. Kwa hiyo usiende tu. Unapokwenda kwenye toba, kuwa na neno ambalo unaweza kusimama nalo, ili Mungu akilitazama anaona hilo ni neno langu. Kwa hiyo kwenye kutimiza neno lake, anatimiza kile ambacho unaomba. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Kwa hiyo usiende tu, lakini jitahidi kuwa na neno la Mungu ambalo linaweza kukusaidia, ili Mungu akitazama, anatazama hilo neno, anaona neno, anatimiza kilichobebwa kwenye neno. Twende mbele za Bwana. Tutamwabudu Mungu hapa kidogo.
alafu jiachie mbele za Bwana. Usisahau kwenda kwa toba, lakini usisahau kuisemesha siku ya leo. Kumbuka Zaburi ya 118 mstari wa 24 anasema hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tutaifurahia na kuishangilia. Kwa hiyo lazima tuifurahie siku ambayo Mungu ameifanya. Lazima tuishangilie, Mungu ameifanya kwa ajili yetu. Twende mbele za Bwana, tutamwabudu Mungu kidogo. Karibu. Bwana Mungu, nimekuja kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Mungu, nimekuja kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Mungu, nimekuja kwako, unifanye kama upendavyo. Baba, nifinyange, unifanye kama upendavyo. Yesu, nitakase, unifanye kama nipendavyo. Yesu, nifundishe, unifanye kama upendavyo. Baba, nitakase, unifanye kama upendavyo. Yesu, nitakase, unifanye kama upendavyo. Baba, nitakase, unifanye kama nipendavyo. Baba, katika damu ya Yesu Kristo tumesogea mbele za kwako mchana huu Bwana, katika damu ya mwana kondoo. Maadamu umetupa nafasi ya kusogea mbele za kwako, ututakase kwa damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu Kristo inayonena mema, damu yako Mwokozi, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. We Mungu unasema kwenye ile Zaburi ya 51 ule mstari wa 6, unasema unapendezwa na kweli iliyoko moyoni. Na sisi tumekuja mbele zako kwa kweli ya toba. Uturehemu Bwana, uturehemu Bwana, uturehemu Bwana, ututakase jemedari. Takasa maneno yetu, takasa matendo yetu. Mahali pengine Yesu Kristo tumetamka yasiyofaa, tumejitamkia na wakati mwingine tumetamkia wengine. Adui ameshika hayo maneno, anatushtaki nayo, anatujeruhi nayo. Yesu, tumekuja kwako kwa toba. Uturehemu Bwana. Kitabu cha Isaya sura ile ya 53 ule mstari wa 6 unasema sisi sote tu kondoo, lakini tumepotea, kila mmoja amekwenda njia yake mwenyewe. Yesu Kristo, hizo njia ambazo tumekwenda wenyewe zina miba, zina bamsi. Hizo njia zimejaa magonjwa, zimejaa shida, zimejaa tabu. Tumerudi kwako kwa toba. Turudi kwenye njia ambayo tutakuwa pamoja na wewe Bwana, katika damu ya Yesu Kristo. Zaburi ya 130 ule mstari wa 3 anasema kama Bwana angesema
sababu maovu yetu, ni nani angesimama? Ni nani angesimama? Hakika Bwana hayupo ambaye angesimama. Umejawa rehema na neema Bwana, umejawa rehema na neema. Mchana huu wa leo Kristo Yesu unaachilia neema juu yetu. Ndio maana tumekuja kwako kwa toba. Uturehemu Bwana, uturehemu Bwana. My Savior, my Savior, uturehemu Kristo Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Uturehemu Bwana, takasa mawazo yetu, takasa maamuzi ambayo tumekuwa tukifanya, mengine yametugharimu maisha. Tutakase Bwana, uturehemu Bwana, katika damu ya Yesu Kristo. Wengine wanaishi kwenye makosa yao na wameyaishi hayo makosa Yesu Kristo. Wengine hawako tayari hata kujisamehe wao wenyewe. Mbele za kwako Bwana nimekuja kwa toba. Ninaomba rehema Bwana, ninaomba rehema Bwana. Tutakase mwenye uweza, katika damu ya Yesu Kristo. Kile kitabu cha Methali sura ile ya 28 mstari wa 13 unasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Tuko hapa Yesu, tunaziungama Bwana, tunaziungama Bwana. Uturehemu Kristo Yesu, utusamehe katika damu ya Yesu Kristo. Wewe mwingi wa fadhili, umejawa rehema na neema Bwana, umejawa rehema na neema Bwana, katika damu ya Yesu Kristo. Asante kwa sababu wewe ni mwingi wa rehema na fadhili. Unatusamehe kila wakati, unatusamehe asubuhi, unatusamehe mchana, unatusamehe jioni, unatusamehe majira yote. Umekuwa mwingi wa rehema Bwana. Unasema kwenye Isaya 43 ule mstari wa 25 ya kwamba naam, mimi ndimi niyafutaye makosa yako, na yafuta kwa sababu zangu mwenyewe, na sintazikumbuka dhambi zako. Oh, wewe ni Mungu mzuri mno, wewe ni Mungu mzuri mno. Unatusamehe na ukumbuki tulichofanya jana. Maana yake unatufungulia ukurasa mpya wa kusonga mbele, unatufungulia mlango wa kuona tukifanikiwa katika damu ya Yesu Kristo. Na sisi tuko hapa mchana wa leo ili Mungu wa mbinguni ufanye njia mahali ambapo hapakuwa na njia, mahali ambapo kumekuwa na mlima upasambaze ili pawe sawa sawa. Leo Jumatano yetu ipate kuzaa matunda katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Chochote ambacho kimeshindikana, ambacho kimekuwa ni kigumu kutokea, leo Yesu Kristo na mchana huu Bwana kipate kutokea kwa damu ya mwana kondoo, katika damu ya Yesu Kristo. Huyu ambaye amekuwa na hofu ya kuanza jambo fulani, amekuwa na uzito wa kuanza jambo fulani, amekuwa wa kusita sita, leo natamka mlango wake wa kutokea katika damu ya Yesu Kristo. Leo natamka kuvuka kwake, leo natamka kuvuka kwake kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo, katika damu ya Yesu Kristo. Leo tarehe 8, leo tarehe 8, kwa damu ya Yesu Kristo, mwezi wa 10, lango la kuvuka lipate kutokea katika damu ya Yesu. Upenyo kwenye maisha yetu upate kutokea, upenyo upate kutokea, upenyo upate kutokea. Na ndio maana Yesu tuko hapa ili tupate upenyo utokao kwako katika damu ya Yesu Kristo. Mchana wa leo Bwana, mchana wa leo Bwana, mchana wa leo Bwana, tutembelee tena, tutembelee tena. Gusa maisha yetu tena, gusa kazi zetu, gusa ratiba zetu. Si kwamba hujawahi kutugusa, lakini ni msisitizo tu Bwana kwamba tunahitaji utuguse tena, tunahitaji utuguse tena. Sisi sio watu wa hasara, sisi ni watu wa faida. Kwa nini? Kwa sababu wewe Mungu unasema kwenye Isaya 48:17 ya kwamba unatufundisha ili tupate faida katika damu ya Yesu Kristo. Oh, sisi ni watu wa faida Bwana, oh, sio wa hasara. Hatukuandikiwa hasara mahali popote. Ifanye Jumatano yetu iwe ya faida, ifanye Jumatano yetu Bwana iwe ya baraka zitokazo kwako katika damu ya Yesu Kristo. Uweza na nguvu zako, adui asipate uhalali wa afya zetu, asipate uhalali wa familia zetu, uhalali wa kazi ulizotupa. Hizo kazi zisigeuke kuwa miba, kazi ulizotupa zisigeuke kuwa miba kwenye maisha yetu, zisigeuke kuwa adui kwenye maisha yetu katika damu ya Yesu Kristo, bali zigeuke kuwa baraka, bali zigeuke kuwa baraka, zisigeuke kuwa majuto, zisigeuke kuwa machozi kwenye maisha yetu katika damu ya Yesu Kristo.
Adui, achia kazi zetu, achia furaha zetu, achia kwa damu ya Yesu Kristo. Kisiwepo chochote, wala asiwepo mtu wa kusimama katika furaha zetu, wa kusimama katika siku ambazo wewe Mungu umezifanya kwa ajili yetu, katika damu ya Yesu Kristo. My Savior, my Savior, tunakuhitaji kuliko jana, tunakuhitaji kuliko jana. My Savior, my Savior, tunakuhitaji Bwana, tunakuhitaji Bwana. Asiwepo mtu wa kutupunguzia mwendo, wa kutupunguzia kasi, wa kutupunguzia spidi, asiwepo kwa damu ya Yesu Kristo. Paulo anakiri, anawajibu waliomkatisha tamaa, anawajibu waliomvunja moyo, anasema niko tayari sio tu kufungwa gerezani, lakini niko tayari hata kufa Yerusalemu kwa ajili ya Kristo Yesu. Huo ni msimamo wake. Haya ni maneno ya kishujaa, haya ni maneno ya ushindi kwa damu ya Yesu Kristo. Mioyo yetu, achilia maneno ya ushindi ndani yetu, achilia maneno ya ushindi ndani yetu, achilia maneno ya ushindi ndani yetu, maneno ya kishujaa, maneno ya kishujaa, maneno ya kuvuka katika damu ya Yesu Kristo. Kama huyu mama Mshunami anavyosema, usipunguze mwendo, usipunguze mwendo mpaka nitakapokuambia. Kuna watu wanatupunguzia miendo, wanaingia katikati ya maisha yetu, wamekuwa wa hasara kwenye maisha yetu, wamekuwa wa hasara kwenye maisha yetu. Ninaondoa kwa damu ya Yesu Kristo, mmoja baada ya mwingine waondoke sasa. Wale ambao wamemaliza muda wao kwenye maisha yetu, wamekaa tu, wamekuwa miba kwenye maisha yetu, waondoke sasa, waondoke sasa, waondoke sasa katika damu ya Yesu Kristo, katika damu ya mwana kondoo. Mungu, fungulia wale ambao ni sehemu ya kukua kwetu kiroho, ni sehemu ya kukua kwetu kimaendeleo, kwa damu ya mwana kondoo. Wale wanaopingana nasi, wanaopingana nasi, Yesu Kristo, kutana nao, kutana na mioyo yao, kutana na maisha yao katika damu ya Yesu Kristo. Jumatano tumeitamkia baraka, tumeitamkia faida, haina hasara. Tumeondoa roho za magonjwa, roho za ajali kwa damu ya Yesu Kristo. Tumefuta kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo. Uweza na nguvu zako, my Savior, my Savior, uweza na nguvu zako, my Savior, my Savior, ni wewe peke yako Bwana. Hatuna kimbilio lingine zaidi yako. Kwako tuna uhakika ya kwamba tutakuwa salama, na ndio maana mikononi mwako na damuni mwako tunajificha, kwa sababu tunajua huko tuko salama katika damu ya mwana kondoo. Heshima na utukufu ni vya kwako, kwa sababu wastahili Bwana, wastahili Mwokozi. Tunakutukuza, tunakuhimidi, tunainama, tunainuka, tunakusujudu, tunakusujudu. Tunaungana na malaika na maselafi katika damu ya mwana kondoo. Uwe pamoja nasi Bwana. Onekania na watoto wako ambao wanatufuatilia kwa namna ya mitandao. Wote ninawaachilia baraka kwa ajili yao. Wawe na masaa ya mchana yaliyo mazuri, masaa yenye utulivu ndani yao, wakikutafakari wewe Mungu kwa namna ambavyo unawavusha hatua kwa hatua, katika damu ya Yesu Kristo. Heshima zote ni za kwako, kwa sababu wastahili, katika damu ya Yesu Kristo. Ukisikia moyo wa kuachilia sadaka, unaweza kuachilia sadaka yako kwa Bwana kwa ajili ya mchana huu. Unaweza kuachilia sadaka yako kwa Bwana kwa ajili ya mchana huu. Nawe unayetusikia, ukisikia kuachilia sadaka, unaweza kuachilia sadaka. Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Alfa na Omega, wafalme, Bwana wa mabwana, Alfa na Omega, umetukuka. Wewe ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, hakuna kama wewe.